Mkuu wa Jimbo la Kati KKKT Dayosisi Mashariki na Pwani, Mchungaji Frank Kimambo amezitaka kwaya mbalimbali ndani ya jimbo hilo kuacha tabia ya kutoa huduma za uimbaji ndani ya majengo ya makanisa, badala yake kuelekeza nguvu katika kuifikia jamii kwa kuhubiri Injili ya Yesu Kristo kupitia matamasha katika maeneo tofauti ya wazi. Akizungumza katika tamasha la kwaya za uinjilisti na uamsho la Jimbo la Kati lililofanyika leo katika viwanja vya shule ya msingi Tabata jijini Dar es Salaam, Mchungaji Kimambo amesema hatua hiyo itatoa fursa kwa watu wengi zaidi kushuhudia matendo makuu ya Mungu na kupokea ujumbe wa wokovu, akisisitiza kuwa uimbaji ni chombo muhimu cha uinjilisti kinachoweza kugusa maisha ya watu wengi. Kusudi namba moja la mpango mkakati wa Dayosisi yetu ya Mashariki na Pwani ni kuihubiri Injili. Na sisi kama Jimbo la Kati tumetoka kwenye kujifungia kwenye kuta za sharika zetu, na tumetoka katika uwanja huu wa wazi katika sehemu hii ya Tabata, shule ya msingi Tabata, ili kuhubiri Kristo. Lengo ni ili watu wanaopita wa dini mbalimbali, wa lugha mbalimbali waweze kushuhudia, kuona jinsi ambavyo tunamhubiri Kristo kwa njia ya uimbaji. Na walioko hapa sio tu washarika, wako watu wenye imani mbalimbali, wengine walikuwa ni wapita njia, lakini wako mahali hapa kwa ajili ya kushuhudia uimbaji huu, ambapo tumekuwa tuna theme inayosema ya kwamba kwa Yesu kuna pumziko la kweli. Kwa hivyo ninatoa wito kwa vikundi vingine vyote vya Jimbo la Kati, tutoke kwenye kujifungia. Tumefanya semina kwenye maeneo ya sharika zetu, inatosha. Tumefanya mikutano ya Injili, inatosha, na uimbaji ndani ya majengo ya kanisa. Sasa tutoke na tuende kwenye viwanja kama hivi, tuwaambie watu Yesu ni Bwana. Naye mchungaji kiongozi wa idara ya uinjilisti na umisioni Jimbo la Kati, Ismail Mwipile, ametoa wito kwa Watanzania kumrudia Mungu na kuachana na matendo maovu, akieleza kuwa mabadiliko ya ulimwengu wa sasa yanahitaji jamii kusimama katika maadili mema yanayompendeza Mungu. Tamasha hili malengo yake makubwa ni kufanya uinjilishaji, watu wageuke na kumrudia Yesu, jamii geuke na kumrudia Yesu, watu waishi katika maadili yanayompendeza Mungu, dunia yetu, na hususani katika kipindi hiki cha vijana walio wengi, ulimwengu ambao umebadilika sana. Kupita tamasha hili tunawaalika waje kwenye kumtukuza Mungu, waje kwenye kumwimbia Mungu, wapate nafasi ya kuona upekee alionao Yesu katika maisha yao. Tunawaalika jamii na watu mbalimbali kuwa kanisa ni kimbilio lao, ni msaada wao. Na nichukue nafasi hii kualika watu mbalimbali katika vikundi mbalimbali waweze kumtumikia Mungu katika nafasi ya uimbaji, kwa sababu kupitia uimbaji Mungu anakwenda kuonekana, kupitia uimbaji Mungu anakwenda kutukuzwa kwenye maisha yao binafsi. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kwaya za uinjilisti na uamsho Jimbo la Kati, Elinisaidie Kesi, amesema tamasha hilo limezikutanisha zaidi ya kwaya 40 zenye lengo la kuhubiri Injili, huku akifanua kuwa tamasha hilo limebeba kauli mbiu isemayo Yesu ni pumziko la kweli. Tamasha letu la leo limebeba ujumbe mkuu, Yesu ni pumziko la kweli. Lakini tunatarajia kufanya mambo mengi sana hapo baadaye, kulifanya tamasha hili kuwa bora zaidi, na ikiwezekana kwa utukufu wa Mungu tuwe tunaanza kufanya live recording. Nao baadhi ya waimbaji walioshiriki tamasha hilo wamesema wanaendelea kutumia vipaji vyao kama njia ya kuhubiri Injili na kuleta matumaini kwa jamii, wakitoa wito kwa vijana kujiunga na huduma za kwaya ili kulitumikia. Wahimiza vijana hata na watoto waweze kujiunga kwenye kwaya kwa ajili ya kumtumikia Mungu, kwa sababu kumtumikia Mungu ni faida kubwa sana. Ukimtumikia Mungu, kwanza kabisa unakuwa kwenye furaha kubwa. Pili, unamjua Mungu, unakuwa karibu sana na Mungu wako. Kila utakachokiomba kwa Mungu utakipata, kwa sababu Mungu anakuwa karibu na wewe sana. Tunapoendelea kushiriki katika matamasha haya, yanatujengea uwezo na confidence nzuri kwa ajili ya kizazi cha sasa. Sisi tuendelee kumsifu Mungu mpaka leo, hata kwa umri nilio nao, ni kwa ajili ya matendo makuu Mungu ambaye ameyafanya kwa ajili ya uimbaji au kwa ajili ya huduma hii ya kumsifu Mungu ambaye Bwana ametutendea kwenye maisha yetu. Mungu ametenda mambo makubwa sana, ndio maana tunamsifu, tunaendelea kumwimbia hata leo. Hatuwezi kuacha kwa kweli.